Bwana Yesu apewe sifa. Wana wa Mungu popote pale mlipo, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ni wakati mwingine tena ambapo nimepata nafasi na kibali cha kuja kuleta ujumbe huu ambao hata wewe unayenisikiliza najua utakusaidia, lakini pia utakufundisha jambo ambalo unatakiwa ulifanye. Pengine mtu unakuwa unapitia wakati ambao wewe mwenyewe unaona uko sahihi, kumbe sio sahihi mbele za Mungu. Basi ndakwenda kwenye pointi moja kwa moja. Pointi bwana, nilikuwa ni maono ambayo nalikuwa nimeona, pia nikasikia sauti kinisemesha. Nilikuwa katika hali ya utulivu, nilipokuwa nimetulia kabisa, nikaona sura ya mtumishi mmoja ambaye namfahamu vizuri kabisa ikanijia, lakini nikaoji ni kwa sababu gani huyu mtu? Sauti ikasema huyu mtu anafanya kazi kubwa sana, yani anapambana sana kufanya kazi kwenye jamii kwa ajili ya Mungu. Naweza kusema mtu unakuta anapeleka sana misaada kwa yatima, yani anasambaza neno la Mungu sana, aidha kwa vitabu, aidha kwa video, aidha kwa mtu moja hivyo, yani anajitoa. Anawapa watu misaada, anawasaidia watu, anajenga makanisa, pale ambapo anasikia pana njaa anapeleka chakula. Ni mtumishi wa Mungu kabisa kabisa. Lakini nikasikia hiyo sauti kisemesha, huyu pamoja na kazi kubwa ambayo anaifanya, lakini moyo wake ni mchafu, moyo wake ni mbaya, moyo wake umejikunja. Nikaoji kwa sababu gani? Neno likanipeleka kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu 5 mstari wa 8, ambayo inasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo kumbe pale nikajifunza kuna watu ambao wanadhani Mungu anapokea rushwa, lakini mtu hajajiangalia moyo wake upo vipi. Mtu una roho ya masononeko, mtu una roho ya maripizi, mtu una roho ya visasi. Sawa, utaona unaendelea kupata tu baraka, unapata pesa, nini, mambo yanaenda safi, lakini kumbe moyo wako ni mchafu. Bwana anasema hautaingia kwenye ule mji mtakatifu. Kwa sababu Mungu anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomwona Mungu. Kwa hiyo mtu yule alionekana pamoja na kazi kubwa anayoifanya, lakini moyo wake ni mchafu, moyo wake umeinama, moyo wake una manunguniko, masononeko, viburi, dharau, kutokujishusha. Anajiona ameshakuwa na jina, anajiona ni mtumishi mkubwa, anajiona yeye watu wengi wanamfuatilia, lakini moyo wake umejaa visasi. Kwa hiyo huo ujumbe ulinigusa sana, ukanifanya niwaze, nifikirie sana. Kwa sababu Mungu wetu anatupenda, anataka tutizame mioyo yetu pia. Tunayofanya kwenye jamii ni mazuri sana, tunawasaidia watu, lakini mioyo yetu imejikunja, mioyo yetu ni michafu. Mtu unakuwa na kiburi, mtu unakuwa na dharau, mtu unakuwa na kuwatesa watu katika mioyo yao, nafsi zao unaziumiza. Wewe ukidhani ni sahihi kwa yale unayofanya, kwa sababu eti unafanya makubwa kwenye jamii. Kwa hiyo Mungu anasema yeye apokei rushwa. Hiyo ni kama rushwa, unafikiri unajaribu kumpa Mungu rushwa. Kwa hiyo Mungu apokei rushwa. Mungu anaangalia moyo wako, ndio utakao muona wewe. Kwa hiyo hata ufanye nini kwenye jamii, hata ufanye kazi gani kubwa kanisani, lakini moyo wako ni mchafu, hautakwenda. Kwa hiyo ujumbe wangu wana wa Mungu ndio huo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye masikio na asikie. Mbarikiwe sana na Bwana.